Mama mwenye nyumba. Sasa kifuatacho, naomba uchukue kilicho chako uondoke kwenye nyumba yangu. Okay, sawa. Naweza nikukubali. Haya, naomba hela yangu niondoke. Nikupeleka kwa kama hauna hela ya kunirudishia, naishi mpaka kodi yangu itakapoisha ndo naondoka. Unanipanda kichwani, si ndio? Una cha kunifanya kwa sababu mimi sijui vitu vingine vikoje. Toka panda kifua chako kibaya hapa muone. Yaani watu wengine sijui mkoje mwangalia kwa nyumba za watu. Na unipishe, staki hizo kelele kila siku mimi. Yaani tukishauza hizi hela, ilikana mzee akatupata milioni. Unajua sisi hapa utakuja mwingi. Yaani wewe ndio sio kuja mwingi au sio? Mzee shao. Unamjambo? Jambo. Shao. Unamjambo? Mzee. Bwana tumekukuta. Karibuni sana. Tuna furaha sana mzee. Nini? Mimi naona tutaenda kutajirika sisi sasa. Tumekuletea mzigo mkubwa. Mzigo aina gani? Mzee, tumekuta sarafu unazotakaga wewe, unazonunua sarafu. Za aina gani hizo? Sarafu za zamani. Za zamani? Yeah. Mimi huwa sinunui sarafu zozote. Mzee. Wewe mzee unasemaje? Bwana hujasikia? Nimesema hivi huwa sinunui sarafu zozote hapa. Ununui sarafu? Sinunui. Inakuaje? Za aina gani kwanza? Wewe mshikota mzee kwanza. Sisi hapa zile shilingi 10 zile 5 zile za zamani zile shilingi 5, shilingi 20. Sasa unanunua kabisa mzee. Sinunui guys. Yeye mmeibiwa. Niambia. Silikwambia pale kabisa nimepigwa hii nimeshapigwa. Mwamba anaweza kama kuchukua. Unasema kwamba hivi huyu mzee wao yani kwanza afu ndio tuhakikishia mwamba. Yule mkaka amejuaje sasa? Amemjuaje huyu? Hayo sio maswali. Sisi tumetoa zetu tunatuuza mjuaji. Sisi tunajua hata mjuaji. Sasa wewe rudisha leo. Hii mmeibiwa. Oya bro. Mimi hizo siku mimi mzigo unaubeba wewe. Wewe mzigo unaubeba wewe. Yaani leo tumetapeliwa hiyo. Mjini kuna wauni kibao. Wamevaa ngozi za kondoo, ila ndani yao ni chui mwenye njaa kali. Mama mwenye nyumba utaniua. Ninamulaumu darari ndo kaniletea shari. Mitego imenizidia. Wewe kijana. Aisema wako utanipasua kichwa. Hata ulipotokea umepumzika. Hivi wewe, kila siku ni wewe tu. Choo ni wewe. Maji kunivurugia ni wewe. Yaani tabia mbovu hapa kwenye nyumba yangu ni wewe. Hivi wewe ukoje? Hivi wewe mama, unanitaka au? Nikutake kwa lipi kwanza? Hivi baada uniheshimu na ufuate masharti ya kwenye nyumba yangu, unaniambia kwamba nakutaka. Nije nikutake au nipeleke wapi kwanza? Mbona unifuatilia sana? Hapo na nyinyi watoto wa kike. Sasa mnaangalia wanaume kuwadanganya. Huyu mwanzo kivuruge kila siku anibadilisha hapa wanawake. Hivi mnajielewa kweli? Mama jiheshimu, sawa? Umenipangishia nyumba na sio umenipangishia wanawake. Sasa kwa taarifa yako, sihitaji wanawake humu ndani. Na nilishakwambia kwamba hiyo marufuku, lakini naona bado tu unazaa unaendelea. Sasa nimechoka tabia zako. Unanipisha ndani mwangu unipishe. Baby. Shakuwa jamu. Bwana anatuingisha kapango kake akabana. Shakuwa jamu. Sasa tufanye. Afu wewe mtoto wa kike, usipate ujasiri kwanza kuulizia chochote kile. Mtaulizana na mpumbavu mwenzio baadaye. Takutafuta nyumbani sawa. Chum kidogo. Bado mnaenda kufanya zao kwenye nyumba yangu, si ndio? Yaani wewe kijana, hata ulipotoka wamepumua. Kama unanitaka. Na nakwambia hivi, nimechoka tabia zako. Na ndani mwangu utatoka. Nimeshakuchoka kabisa. Na kwenye nyumba yangu utatoka. Maana na umeshavuka mpaka. Yes, jua tu wengine wakoje tu jamani. Yaani mtu apanga kwenye nyumba ya mtu anakuwa kivuruge kabisa. Kila siku anipaswa kichwa kijana. Jamani. Jamani ukimukazia
unapandishiwa kodi. Wapangaji wangu, Ndio. leo nimewaita hapa, nina mazungumzo na nyie kidogo. Samahani kama nitawakwaza. Mara ya kwanza wakati mnaingia hapa kwangu niliwapatia masharti, lakini jinsi mnavyoendelea kuishi hapa mnaenda kinyume na masharti yangu. Hasa wewe uliyesimama hapo, ninakuona yani kila siku ni kunibadilishia kwenye nyumba yangu wanawake tu. Wakati unaingia mnao tulikubaliana hivyo. Wewe hapa kila siku imekuwa ni kuniletea wanawake ndani. Jamani, mbona mna vichwa vigumu kunielewa? Au hii nyumba ni ya baba yenu? Mama, ngoja nikukumbushe kitu. Wakati tunakuja mara ya kwanza ulituambia kwamba masharti ni ya lazima tuwe wenyewe. Hivi wakati nauliza kwamba hivi mmeoa au mjaoa na mkanibia kama hivi hamjaoa, na nikwambia humu ndani mwangu sihitaji kijana aliye na mwanamke, nahitaji kijana aliye single. Kwa nini mnanifanyia haya? Masharti haya umeyabadili baada ya siku kupita. Ni kwa nini hukutuambia bado kipindi bado hujatoa kodi? Alafu wewe unataka kunipanda kichwani. Hii nyumba sio baba yako. Tumeelewana? Lakini dada yangu, kwa nini sisi kodi yetu nazingatia sana, lakini sisi tukileta vitu vyetu humu ndani nakataa? Nyumba yangu sio guest, na wala sikujenga nyumba yangu kuleta wapangaji wabadilishe wanawake humu. Tumeelewana? Haya basi. Na bili ya maji tena imeingiaje? Mara umeme. Na ukasema kwamba masharti humu ndani tusile hadi kuku mpaka tukupe wewe kwanza uonje. Wewe mama wewe. Unataka kunipangia kwenye nyumba yangu. Chochote nilichokisema inaomba mkishike kichwani mwangu na mkifanye kichwani mwenu humo. Sawa? Sasa nikuulize swali mama. Je, kuhusu kwenda chooni, kwa nini umetuwekea ratiba? Hiyo nimeweka ratiba kwa sababu mna matumizi mabovu. Kwenda chooni kutwa ni mara moja, kuchota ndoo kutwa ni ndoo mbili zinatosha. Hivi wewe mama, mbona masharti yamekuwa mengi sana katika nyumba yako? Tumefika hapa maji ndoo mbili kwa siku. Kweli? Kwenda chooni kutwa mara moja. Dadangu, wewe hauli? Kakaangu, sitaki kunipangia masharti kwenye nyumba yangu. Nilichokisema ndio kizingatiwe. Karibuni. Karibu. Saizi. Habari zenu jamani. Bwana Kanyonyi. Nani? Upo? Nipo bana, mambo vipi? Safi, siku nyingi. Safi. Maisha vipi? Ndio kama unapotuona hivi. Bostifa. Ndio. Bwana Kennedy hapa. Mteja mwingine hapa nimekuletea. Kwa masharti haya tena mpangaji mwingine. Hawatoboi. Yaani nyie mnashinda kunisemea huko nje, mnanisemea hapa hapa. Alafu na nyie niliwaambia kwamba hivi nahitaji naone wa mmezenu. Wewe mume wako yuko wapi? Na wewe mume wako yuko wapi? Basi naomba mnipishe. Ila masharti humu ndani muyazingatie. Naomba muondoke. Bostifa, kuna shida tena? Mbona mnaniogopesha jamani? Hapana, karibu. Bostifa. Abe. Nimekuja hapa. Pembeni yako kuna mgeni. Anaitwa Bwana Kennedy. Bwana Kennedy. Huyu hapa ndo Bostifa. Ndo mama mwenye nyumba. Kabisa. Kwa hiyo natafuta chumba. Karibu. Asante. Mimi natafuta chumba tu kama alivyosema hapo bwana. Kwa hiyo natafuta chumba. Haya. Sawa. Kwa hiyo nitakutafuta basi. Poa. Karibu. Chumba kipo. Chumba kipo. We. Ninaomba msimame hapo hapo. Nije. We kijana.
Wakati unaingia kwenye nyumba yangu nilikuelekeza nini? Nilikwambia ndani mwangu napangisha mwanaume ambaye hana mke. Na tulikubaliana kabisa na nilikuuliza kwamba umeoa, kanaambia hujaoa. Leo unashangaa unaleta mwanamke hapa. Dadangu, nilipokuja hapa siku ya kwanza uliniambia kodi yako unalipa ndani ya mwaka mzima. Ingali kwa mimi nakaa miezi 7. Masharti yako nikakubali. Nashangaa leo unanipangia mpaka kuingia ndani mwangu na mwanamke. Kwa hiyo unanikosea adabu, si ndio? Sio unakosea adabu. Ninachokisema sihitaji kuona mwanamke akiingia humu ndani. Hii ni nyumba yangu na kuna mtu aliyenichangia kununua tofali. Naomba nikuulize kitu kimoja. Kama unanikataza mimi siingie na mwanamke ndani, unaweza kumtimizia huyu? Hivi wewe ulikotoka hujafunza adabu eti na kuheshimu watu, si ndio? Sasa ninachosema sihitaji kuongea maneno mengi. Sihitaji kumwona huyu mwanamke. La sivyo, wewe na mwanamke wako mpishe kwenye nyumba yangu. Haina shida. Nyumba yangu sio guest. Baby. Shakuwa jambo hapa. Mambo ondoke. Kiangalia mwanamke chenyewe. Kiangalia kipaka chini hata akipo. We. Nenda. Na iwe mwanzo na mwisho. Sitaki kuona mwanamke huyu. Hey. Funga bomba langu. Funga bomba langu. Jamani. Unaona ni mkosi wa watu tena. Na wewe ni nani ndani ya nyumba yangu? Mgeni wa Joyce. Mgeni wa Joyce? Yaani watu wengine wanaleta mikosi ndani mwangu. Wewe dada, mkosi wewe mwenyewe. Wewe vipi? Hebu jishikilie. Nijishikilie kuhusu nini? Wewe. Hujambo kwa mimi ni mama mwenye nyumba eti? Kwa hiyo kama mama mwenye nyumba si umepangisha unachotaka wewe pesa yako. Dada, naomba unifahamu. Dada, wewe unaomba kodi yako, jishikilie peke yako. Unaniletea jeuri, si ndio? Jeuri gani? Sasa subiri mwaga ya maji, afu nione jeuri yako ipo. Chukua ndo hapo. Ondoka, unaniangalia nini? Wewe mama vipi? Usinizoe dada, naomba ondoke. Mama mwenye nyumba. Joy, naona dharau zimezidi, si ndio? Dharau gani tena? Hadi unaenda kuletea msikio ndani wangu. Wewe mama. Hivi kwa nini kuletea mikosi ndani ya nyumba yangu? Mama samahani. We. Yaani ndugu zangu unataka waite msukure. Kama kuishi ndani ya nyumba yako kumekushinda. Naomba unipishe. Wewe mama, shati yako yameshanichosha sasa. Ya unataka hadi unipangie mpaka wageni wa Afrika hapa kwa hapa. Ninaomba unipishe nibaki na amani kabisa. Mama samahani. Mara kwanza nimekuambia sipangishi mwanamke asiyekuwa na mume. Ukuleta mume wako umeshindikana. Leo bado kuletea mikosi ndani mwangu. Nakwambia hivi, unipishe. Wewe mama, unapangia mpaka mtu kuleta mgeni kwake. Unataka tu na uvinati bondia. Hii sina wanaume na ndugu zangu wanawake tu ndio kuja kunitembelea hapa mama. Kama unataka wanaume, katafuta kwenye vyumba vingine. Maana samahani kabisa, taondoka na masaiti. Naomba uniondoke niache na amani na nyumba yako. Nakuwa na vitu ya kusaidia kusaidia. Nitake unataka tu wapangaji wa wanaume. Mzee. Upo? Nipo karibu. Shikamoo baba. Hujamzako? Salama kabisa. Safi za siku. Mambo yanakwendaje? Safi. Ndio.
Mzee wangu mimi nimekuja hapa. Na ka vitu kidogo hapa. Kitu gani? Wamesema wewe unanunua hivi vitu. Vilikuwa? Hivi hapa. Mimi huwa sinunui hiyo. Haununui? Sinunui kabisa hiyo biashara, sijawahi kuifanya hata siku moja. Kweli mzee? Ni ukweli kabisa nakwambia. Mzee mimi sio mpelelezi mzee. Hata jana kuna wengine walikuja hivyo hivyo. Kwamba wametapeliwa huko, wanasema mimi nanunua mali hiyo, sinunui. Mimi sijawahi hata siku moja. Kweli mzee? Ni kweli kabisa. Mbona huyu jamaa amepita amesema kwamba yaani wewe ndio unazilangua? Hamna, umepigwa. Nimepigwa? Umepigwa kabisa. Kabisa. Ukweli kabisa. Na kuna wengine wametoka hapa jana. Walikuja kwa kutumia jina langu. Mimi ni maarufu sana hapa mtaani, lakini biashara hii huwa siifanyi. Sasa jamaa atampata wapi? Siwezi kujua, wewe utajiongeza mwenyewe. Ameniambia hizi hapa milioni. Amechukua 300,000. Hata kama ingekuwa milioni 2, wewe umepigwa. Siwezi kufanya biashara hata siku moja. Mzee, sawa sana kijana. Sawa mzee. Pole sana kwa kutapeliwa. Mzee. Pole sana. Mzee. Pole sana. Sawa mzee, sawa. Swali njema. Hivi ni nani huyu ambaye anatumia jina langu kuwa tapeli? Hii mara ya pili sasa. Ni nani huyo ambaye anatumia jina langu mitaani, ananiharibia jina langu? Na mimi sijawahi kufanya hiyo biashara. Ni nani huyo? Nashangaa kwa kweli. Nitajitahidi nimfuatilie mpaka nimjue, kwa sababu wakati wa sasa hivi si kama zamani. Kulikuwa ni kazi kumjua mtu. Nitajitahidi sana Presha ndio inazidi kupanda. Jamani, mimi nakufa. Mbona hivi? Mbona hali yangu inakuwa mbaya? Kwa kijana huyu Kennedy jamani. Mbona vijana wala mwanzo nilikuwa natoka nao pangaji wangu. Nilikuwa na kupima najikuta hali yangu iko vizuri. Kwa nini sasa hivi? Nilitoka na Kennedy. Afya yangu imekuwa mgogoro sana. Nimekuwa mtoko. Nimekuwa mtu, yaani mdogo kutana maumivu sana. Shida nini? Najuta jamani. Najuta mimi. Ndombiri kwa siku ukiwasha bufa makosa Hivi ndugu zangu, nyinyi ndio mmekaa muda mrefu sana hapa. Haya masharti ya hii nyumba tokea awali yalikuwepo au nilivyokuja mimi? Mimi hata simuelewi. Maana hata ukizingatia masharti yamekuja kubadilika tu hapa juu juu. Sijaelewa kuna nini. Yaani kama mimi, huyu mama amechosha. Yaani hataki mgeni wa kike. Anataka tu wageni wa kiume tu. Mimi nimeshachoka, niko tayari tu kuondoka muda wote. Hapo sasa. Nimekuja na mtu wangu sasa. Acha nifukuzie. Yaani huyu mama amenichosha. Sijui ananitaka ama na simuelewi. Yaani huyu mama ana kielele. Hapo sio wewe tu. Hata mimi juzi nilikuja na mgeni wangu. Ile nafungua mlango ameshafika. Kitu hicho niambia, akaniambia sitaki kukuona hapa na huyo mgeni wako. Kama uwezi masharti yangu, nikurudishie kodi yako. Hadi kujisaidia. Mmekaa mmetulia, mmediscuss kabisa, kidezo zimekubali kumwongea mama mwenye nyumba, si ndio? Hivi nyie, kuna matatizo gani? Yaani sasa mimi ndio nimekuwa kama mpangaji kwenu, si ndio? Ni zana gani hizi? Kumekucha. Hivyo wewe mama, ukiona watu wamekaa wanakuzungumza wewe. Kwa hiyo daktari, mimi na akili mbovu, sijawasikia yote ndio wasema. Yote nimeyasikia. Sasa kwa taarifa yenu, hayo ndio mnayoona hayo ni madogo, yanayokuja ni makubwa.
Na kodi zetu tunataka, hasa masharti mengi na kodi unayo. Tunataka kodi zetu sasa. Naomba utulie kuanzia leo hii. Kama kuna mtu anahitaji kuishi kwenye nyumba yangu, kodi nitapandisha. Wewe mama. Sio kodi napandisha na masharti yatakayofuata. Hakuna mtu kula dagaa kwenye nyumba yangu nzuri kama nimemaliza, sichekeshi. Pili, na hakuna mtu kula vizuri akanizidi mimi hapa. Wewe mama merogwa. Tatu, sitaji kuona wanawake wakiendelea kurudia hapa. Wewe mama. Masharti yamekuwa makubwa mno, hata wengine wanaopangisha hawaweki masharti makubwa hivyo mama. Yamekuwa makubwa? Kama yamekuwa makubwa, achia nyumba yangu. Kwanza wewe, toka mwanzo umeingia, haujatii kabisa masharti ya mume wako sijamuona, na wewe mume wako sijamuona. Kwa hiyo mnaweza kuniacha nyumba yangu. Naanzaje kuacha nyumba yangu? Mizunguko yote humu ndani unatutaka au mnasemaje? Ni kweli. Unajua sababu nikutakia una nini kwanza? Wewe mama. Hivi ni amna adabu eti? Nikwambie kitu kimoja. Nahitaji unirudishie kodi yangu. Ndio kwanza na mwezi mmoja timbuli zimeanza hivi. Nikimaliza miezi 6. Kama kuna kitu nahitaji bora useme. Sasa kwa taarifa yako, kodi hairudi na kuna ninachotaka kwako. Unanifahamu wewe? Na masharti ufuate. Unanifahamu vizuri? Na hisi wewe ndio unijui mimi. Takuonyesha. Hivi mama, yani wewe unataka tu wapangaji wanaume, hautaki wanawake. Ni kwa nini hautaki wanawake? Wewe nani? Umeshachoka. Mimi nishachoka mama na wanaume zako unataka wewe. Sasa unameshakuwa kwenye nyumba ndio eti. Sasa tutachimbika.